Haya, tuende kazi. Ningependa kumpigia huyu ndugu bwana John atueleze ni nini inaendelea hapa. Anasema mke wake alienda matanga hadi wa leo hajaweza kurejea, na pia amegundua ni kama kwenda hiyo matanga. Jui matanga ilikuwa Kenya ama Nigeria ama wapi. Inaweza kuwa matanga ilikuwa mbali. Hello John. Yes. Habari gani ndugu yangu? Salama sana Gidi na Bob. Unasema mke wako alisema ameenda matanga. Mke wangu alisema anaenda matanga. Nikampa nauli. Nilipompa nauli nikampandisha gari akaenda hiyo matanga, lakini nimegundua baadaye ni kama haikuwa matanga. Ilikuwa nini? Kwa maana nilipigia wazazi wake, ni kama wazazi wake walikuwa wananidanganya. Okay. Kwani wazazi wake pia walikuwa part of yani wazazi wake pia walikuambia kwamba kulikuwa na matanga wakati huo? Hata wazazi wake kwa nyumbani walisema ni ndugu ya babake ndiye amekufa. Ndugu ya babake, yani uncle. Yani ndugu ya babake aliyezaliwa na babake. Sasa nilipompandisha gari akaenda. Hadi wa saa hii sijamuona bado, na nikimpigia simu anasema nipe miezi 6 ndio nirudi. Ati miezi 6 ndio arudi? Nipe miezi 6 ndio arudi. Sasa na nimefanya uchunguzi, kumbe nikapata walikuwa wamepata jamaa mwingine akawadanganya yeye, au yeye jamaa ni tajiri. Atalipa mahari kwao. Sasa hiyo jamaa ni kama alimchukua akampeleka kwao Kisii. Ni kama amechukuliwa na mtu mwingine. Alimchukua akampeleka Kisii, alipomchukua akampeleka Kisii, alafu baadaye sana nasikia sasa hivi na huyo jamaa akamchezea pia anamfukuza sasa yako kwao. Aya. Na huyo jamaa eti alilipa mahari. Hajalipa mahari, alimdanganya kwa jina mimi sina mahari na nimekaa naye for 8 years. Sasa akamwambia ndapeleka mahari. Akadanganya wazazi wake hivyo. Sasa ni kama akawapea sukari kidogo, sasa akamchukua akakaa naye kama within 3 weeks ama 2 weeks. Alafu baadaye akamwambia wewe chukua kikanyanga miguu. Okay, na haya yote ulijuaje? Ulifanya uchunguzi wapi? Nani alikwambia? Haya yote dada yake ako hapa. Dada yake ananiambia. Dada yake anakuibia siri. Tuko naye hapa mjini Nakuru, ananiibia siri polepole pamoja na bwana yake. Okay. Na tangu uweze kujua haya mambo yote umejaribu kuongea naye tena? Nilijaribu kuongea naye wiki iliyopita Monday. Akaniambia hiyo baada ya miezi 6 nitarudi, lakini mimi niko kwetu sijaoleka. Sasa nilikuwa nataka nijue uamuzi anarudi ama alimove on. Yes. Okay, na wewe hizi miaka 8? Yes. Unataka kuniambia miaka 8 hukuweza kupata kitu hivi upelekee wazazi kama mahari ndugu yangu bana? Sijapata bado. Hapana, wewe miaka 8 unaishi na msichana wenyewe hujaenda kuona hata wazazi wao? Wao najua, wao ni maienda. Wao ni maienda mara moja. Kwa hivyo unaniambia hujaipeleka hata sukari? Sukari ama mahari? Mahari chochote. Hata sukari ni mahari. Hata sukari bado inaweza kuwa ni kama ingeo si mahari, lakini hujaipeleka kitu kwao. Sukari nimepeleka. Kilo ngapi? Kilo ngapi? Zaidi. Okay. Kwa hivyo ungependa kujua msimamo wake kwa wapi sasa hivi ningependa kujua msimamo wake kwa wapi sasa hivi. Haya, shikilia hapo kidogo tumtafute tusikie wasemaje na tuone kama mtapatana. Na mna watoto? Anashika mimba lakini anatoa. Anatoa namna gani? What do you mean? Mara ya kwanza alifika mimba nikaenda mpeleka hospitali. Sasa daktari akanipea nini ati huyu anapata mimba, akipata mimba. Alafu anaenda kulala na wanaume, alafu hiyo damu najua ielewani. Sasa ndio hiyo mimba inatoka. Daktari ananiambia hivyo. Huyu ni daktari mgani anakuambia kitu kama hiyo? Nakuru Provincial. Daktari ambaye amehitimu anakuambia mambo kama hayo? Nakuru Provincial General Hospital. Akaniambia nisimwambie mama ambaye alikuwa anamosha tumbo. Okay, kwa hivyo licha ya hayo mambo yote bado unataka kurudiana na huyu mwanamke ikiwa umegundua kwamba huwa anafanya hivyo? Yes. Haya, shikilia hapo basi tumtafute. Usikate simu Yes. Okay. Hiyo ni mambo gani hiyo nimesikia bwana Mle? Kuna kitu kama hiyo ama huyu jamaa labda ni mambo yake tu?
Labda ni advice ya Quack. Quack doctor. Yes. Haya, tuendelee mbele ambapo ningependa kumpigia Josephine. Please enter your complete PIN number. Ili tusikie yasemaje na tuone kama wataweza kupatana na huyo ndugu. Amekaa naye miaka 8, hajaweza kulipa mahari. Nimeona jamaa ameandika Gidi elewa huyo jamaa uchumi ni mbaya. Hata kama uchumi ni mbaya lakini miaka 8 jamani, si ujaribu tu kidogo tu. 8 years ni mingi. Unaweza save hata 500 bob per year. I say. Yeah. 8 years ni mob Gidi. Hivyo naomba tuweze kupata Josephine. Hello? Hello. Josephine, habari gani? Mzuri. Mimi naitwa Gidi kutoka Radio Jambo. Mzee wako ametuambia, ama ni mzee wa zamani huyu, ametuambia mulikosana na ukaenda nyumbani ati umeenda matanga. Na tangu uende ujarudi. Sasa anashangaa kama hii matanga ilikuwa Saudi Arabia ama ilikuwa wapi? Matanga ilikuwa kwetu. Ilikuwa kwenyu Na kwa nini ujarudi na matanga iliisha jamani, Josephine? Kuna maneno ndio sikuwa nimerudi. Kuna maneno Maneno kama gani? Sasa hiyo matanga ilikuwa ya babangu. Na venye hiyo matanga ilikuwa ya baba yangu, ya kukuja hata na familia yake, ndio maana sijarudi. Au kukufuata kwa matanga au kuja kwa matanga Na matanga ilikuwa ya baba yangu. Na mlikuwa mmekubaliana kwamba atakuja? Kusema atakuja juu course aliniambia yeye hana pesa. Ndio maana kuniambia atakuja. Lakini mbona hukuelewa kama kwa na pesa? Ungeelewa tu. Sasa singeelewa kwa sababu hakuambia hata familia yake. Hata kuambia familia yake kwamba kuna matanga, labda familia yake ingeenda represent Sasa yeye alikuwa hiyo jukumu alichukua tu yeye mwenyewe, hata hakuambia familia yake. Sasa sijui kama alikuwa anataka aje. Kwa hivyo uamuzi wako ni gani mpaka akuje ama namna gani? Sijaelewa. Sasa sijui venye amenini vile amejipanga. Kama bado anataka nirudi ama anataka niendelee tu. Anataka urudi, hata yuko hapa kwa line. Bwana John. Yes. Ongea na mke wako. Na kama mtu ameweka radio hapo juu, zima radio. Ningeomba uzime radio kwa sababu radio ndio inaleta hiyo interference Zima radio hapo kando tafadhali. Niko kwa radio. Na sijui kama Josephine uko karibu na radio? Mimi niko tu si yuko kwa radio. Kwa sababu kuna kelele ambayo inatokea hapo na nadhani inatokana na interference Hebu Josephine John, ongea na mke wako tafadhali. Hello. Habari asubuhi. Nzuri. Yes, sasa ni mimi John. Sasa kwa maana ulienda na ujarudi na nikakutumia nauli. Nitumia pesa sijui nikakutumia tena ukasema nitumie sabuni. Sasa mimi nakuona nashangaa mbona ufanye uliamua aje jioni ukirudi. Hakuna pesa yenye ulinitumia. Ulinitumia pesa ya kutosha ya barabara ama ulituma pesa ngapi? Nilikutumia 1,000 ile wakati ya mwisho kusema unakuja tutaka kwenda Nairobi. Sasa na si kwa na ile wakati wa kwanza nilikutumia 300 kusema una sabuni, nilikutumia tena 400 tena. Wacha ongea tu maneno ya ukweli hapo kwa simu, unasikia? Hakuna pesa yenye ulinitumia. Pesa yenye ulinitumia pesa 600. Na hiyo 600 ulikuwa unanitumia ukilalamika, unaona? Unasema mimi nimeshinda kukaa kwetu. Sasa mimi nakuharakisha tu nitumie pesa. Si uliongea hivyo? Hiyo naye sijaongea. Sasa mimi nilikuwa nakupima tu wakati yenye ulikuwa unaongea ati mimi nimeshinda kukaa kwetu, nikakunyamazia nione tabia zako. Na nikaona tabia zako venye ulikuwa umebehave huko Naikuru hapo hivyo. Sasa ndio maana bado nimekwama tu kwetu, unasikia? Na hata huku kuja matanga na bado unaongea hivi. Matanga sielewana na wewe, sikuje kwa maana sikuwa na pesa.
Haukuwa na pesa na uwezi hata mwambia familia yako, na umeoa hujaambia hata familia yako. Kila kitu nataka tu unini umalize tu peke yako kwa nyumba tu, umenyamazia tu hapo. Inakuwaga hivyo kweli? Niliwaambia na wakasema wana pesa. Au kusema hakuna hata familia yako hata mmoja mwenye ameniambia pole, hata mmoja tu mwenye amenipigia simu akaniambia pole, hakuna. Mimi nimekaa tu hivyo, na kama ni shida kubwa imenipata tu hapo hivyo, itakuwaje? Utaweza peke yako? Haya, John, kesi na kushinda hapa, naona umenyamaza. Kesi na kushinda, kesi na kugonga na nyundo. John, ongea. Sasa niliwaambia wakasema wana pesa Josephine, kwa kitu yangu hizi ndio, lakini nikipata shida kubwa, lakini niliwaambia hakuna kitu yenye uliambia, lakini kitu yenye imeniboka kabisa. Mimi niliachia sister yangu hapo na nikaachia sister yangu kifungu. Na hiyo wakati yenye ulikuwa unasema ati mimi nimeshindwa kukaa kwetu, nikakunyamaza nikakupima tu. Kwa nini unaongea hivyo? Na mimi nilikuja matanga. Na hata hiyo pesa ya matanga yenye ulikuwa unanitumia, hata hiyo pesa ya matanga haijatosha. Unaona? Nikaacha sister yangu hapo. Huyo rafiki yangu mimi mwenye nilirokota tu kwa barabara, rafiki yangu mwenye hakuwa na makao vizuri. Nikamwambia Eva, kaa kwa nyumba yangu, ukipata kazi utachukua hii bagi yako. Huyo Eva alikuwa ananipigia simu, tunaenda naye kanisani. Tunarudi kwa nyumba. Kumbe unatamani tu Eva na mimi. Unaona? Wakati yenye niko kwa matanga, niko kwetu, wewe unaleta Eva kwa nyumba. Ulikuwa unamaanisha nini? Haya. Eva kuleta kwa nyumba, na sister yangu amekupata tu draw. Hivyo. Sasa unamwambia sister yangu ati wewe unatoa stress ya aina gani hiyo kwa nyumba yangu? Na msichana mwenye nimerokota kwa barabara, Sema kitu kama hiyo. Anakudanganya. Wewe ongea ukweli kwa radio. Ongea tu ukweli. Mimi niko kwetu, Na hata hivyo bado nimekunyamaza nikakwambia we kama ulikuwa bado unatabani Eva, endelea na Eva. Bado na kupima kwako unapigia mamangu simu usiku saa 8 ya usiku, kila siku na matusi. Ukaenda pale kwa sister yangu venye aliniambia hivyo, ukaenda kutusi sister yangu matusi kubwa. Mtu anakuwa hivyo kweli hata kutaka bibi yako arudi? Inaenda hivyo? Asiku mtosi yale niambia sije leo kwa mkisi, umetoka kwa mkisi kwa Mjaluo niambia hivyo. Mimi niko mashamba, hata ninaweza kupea mamu ongea na yako tu hapa. Niko kwa mkisi mgani? Niko kwa sasa hivi niko kwa shamba venye unaniona hivi. Unasikia? Alisema mwanzo ulienda kwa mkisi, alafu mkisi anapata kwa mkisi. Kwa mkisi mimi ni Mjaluo, mimi niko kujaluani. Mkisi nilienda saa ngapi huko? Mimi najua wakisi huko. Mimi najua huko penye wako. Na hata kama nilienda, hata kama nilienda nikarudi saa ngapi? Na sasa niko kwa shamba sasa, hata naweza hata simu yenye umepigia simu ya mama naweza kupea uongee na yeye. Unasikia? Haya. Awino. Josephine. Imetosha. Bwana John. Yes. Hii kesi hautaezana nayo. Utaendelea tu kujaibisha ndugu yangu. Kuna mambo mengi ambao huyu mwanadada akiamua kumwaga itakuangusha pungulu. Kwa hivyo Bwana John, kubali makosa yako ndugu yangu. Ameongea vizuri sana. Babake ameaga. Wewe unasema una pesa. Watu wa kwenyu pia unasema hawana pesa. Hata kuomba pole, hata simu ya pole. Kupiga tu pole, ile kupiga simu unasema poleni mmepoteza mtu. Na huyu ni mke wako, unasema umeishi naye miaka 8. Haujalipia mahari. Huyu mwanadada alikuwa right. Yeye akaenda kwao akaona acha nipime huyu jamaa. Akakuacha hapo Nakuru. Amekuacha na msichana ambaye rafiki yake alimpata, akaweza kumpatia makao ili apate kazi. Wewe unaanza kumnyemelea, unasema eti unatoa stress. Unatoa stress. Bwana John, hapa kesi imekushinda. Mimi naomba uombe msamaha na uone kama Josephine atakusamee, arudi, na la sivyo wewe itabidi ujipange. Kwa hivyo nakupatia dakika moja, omba msamaha tusikie tafadhali. Muombe Josephine msamaha. Na usianze kubishana, omba msamaha. Twende kazi. Josephine. Yes. Yale ambayo nimekuambia yote, mimi nakuomba msamaha na uweze kurudi tuendelee maisha yetu. Maisha gani yenye tunaendelea na tumekaa na wewe muda mrefu. Ujai nijengea hata nyumba, hata sijai kanyaga boma lenyu.
sijai kanyaga hata boma hii nakaaje, unasikia? Sasa sijui unataka tuishi maisha gani hiyo? Tutakaa tu Nakuru hapo, tukae tu Nakuru na hiyo muda yote tumeishi tu na wewe. Hata ujai hata nipeleka kwa mama, ujai nipeleka kwa mama yako. Saa hii mimi nimepata shida, ndio hiyo umenifanyia hivyo. Sasa itakaaje kweli? Inakuanga hivyo. Sasa rudi basi, alafu tupange basi tenda hii Disemba basi. Mimi siwezi jipanga. Wewe lazima tu saa hii, unajua niko kwa wazazi wangu. Lazima tu ukuje tu. Saa hii mimi niko kwa wazazi wangu, nasikia? Yes. Sasa siwezi toka tu hivyo venye unafikiria. Na venye Pamela aliniambia kwa Mjaluo, alimweleka Mjaluo. Wewe unaambiwa, lakini mimi kama mwenye ameoleka, na nimeoleka saa ngapi? Na hata matanga imefanyika, hata mwezi mmoja imeisha. Okay. Nimeoleka saa ngapi? Haya, bwana John. Sasa niko kwa mama saa hii. Nimeoleka saa ngapi? Na simu yenye umenipigia nayo ni ya mama. Hata simu sikuja nayo. Unasikia? Josephine, ngoja kidogo. Bwana John. Yes. John Mahiva. Yes, bibi. Hebu acha mchezo. Hiyo mambo unauliza huyo msichana sijui ameoleka wapi. Hizo story zote ambazo naambiwa, yeye mwenyewe anakuambia hajaoleka, yuko kwao. Na amekupatia nafasi kama unataka mrudiane. Funga safari, enda kwao muongee, alafu baadaye muamue. Sasa wewe umemuuliza tu maswali, nasikia uko na Mkisi, nasikia uko na Mjaluo, nasikia uko sijui na nani. Au ni maswali gani ambayo unauliza na tayari anakuambia yuko kwao, yuko kwa mamake, na hata sasa hivi yuko kwa shamba. Hata tunampotezea muda. Anafaa kuwa anaendelea kulima. Kwa hivyo John, mimi nafanya uamuzi. Funga safari na watu wa kwenyu, muende kwa kina Josephine. Mukae chini muongee, mseme ya mambo yote, mkikubali kusameana, Josephine atarudi. Hiyo ni sawa? Hiyo ni sawa. Haya, tumemaliza kesi. Haya, bwana John, ambia Josephine maneno ya mwisho tukimalizia patanisho. Tafadhali mwambie. Josephine. Ningali nakupenda sana. Unanipenda ya kazi gani? Unanipenda ya kazi gani na hata hujajali maisha yangu? Josephine, ukiambia unapendwa, tafadhali kubali tu jamani. Acha. Bibi sasa mimi. Yaani hiyo mapenzi ikuingi. Haikuingi hata kidogo. Awino. Tabia zake hiyo sasa, hiyo mapenzi yake inakubali. Hapana. Awino, hawezi ambia tu mwanaume hivyo live. Na amekwambia nakupenda jamani. Imetoka kwa roho yake. Amesema naongea tu chenye kwa roho yangu. Unaongea tu kweli kutoka kwa roho yako. Au ufeel hiyo mapenzi. Lakini mwenye anatusi hata mamangu usiku, hiyo sasa ni mapenzi gani kweli? Lakini si amesema atakuja ili muongee. Ninafikiri kwamba hapo mkiongea mtamalizia mambo mengine ambayo yamebaki. Sawa, akuje basi. Akuje. Haya, bwana John, hiyo ndio inaitwa window of opportunity. Umepewa nafasi, enda muongee na uenda ukabadilisha msimamo wa Josephine, sawa? Yes. Haya, nashukuru sana Josephine, asante sana kwa kuongea na Radio Jambo. Tunawatakia kila laheri na asante sana John, fanya vile umeambiwa pale tafadhali. Yes. Okay. Haya. Itabidi sasa John jikakamue kama anataka kupata Josephine. Na Josephine anakaa ni mwanadada mkakamavu. Straightforward. Yes, hana mambo mengi. Na amejipanga vizuri. Huyu John naye ni mkora. Niza mkora kwa sababu ametuletea kesi, hata nilikuwa na wasiwasi naanza kumuonea huruma. Ati sijui bibi yake aliolewa na Wakisii, story gani? Unaekelea mwanamke maneno. Na ukimsikia huyu mwanadada, very loyal woman. Ako very open na mambo yake. Anyway, kwa mengi zaidi nafikiri kwamba labda msikilizaji umeweza kusikiza hiyo kesi ya patanisho, na labda una maoni tofauti, waweza kupiga simu ili tuweze kuzungumza. Ikiwa kuna mafunzo ambayo tunapata kutokana na hii patanisho, pia waweza kutueleza hapa Radio Jambo. Namba ya simu ni 020 44 45 975.